Kwa hilo shinikizo sisi kama vijana lazima tulipitie, na mimi mwenyewe pia nilipitia, lakini kwa session ambayo mimi nilipitia, mwisho wa siku nikaona okay, ili niweze kuepukana na hichi kitu, basi kwanza inabidi nikubali hali yangu iliyokuwa nayo, kwamba nikubali kwa nimetokea sehemu ambayo ina mafanikio, mimi mwenyewe sina mafanikio, kwa hiyo inabidi nikubali hali niliyokuwa nayo kwa sasa. Maana hicho pia ni miongoni mwa vitu ambavyo nilikuwa nimevifanya. Nikubali hali yangu kwamba okay, mimi ni mtu wa chini, lakini kukubali hali yangu kama sehemu ya kuishia. Nilikubali kama sehemu yangu ili niweze kupata utulivu wa akili na nafsi yangu, kwa sababu mafanikio inategemea pia vitu hivyo vyote viwili. Hapo ndipo nilipoanza mdogo mdogo, na nikajifunza pia katika maisha yangu kutaka zile riziki na mafanikio haraka haraka pia ni kitu kigumu sana, kwa sababu hiyo ni situation ambayo watu wengi tumepitia. Yaani ukishaona tu kitu leo unasema okay, kitu gani ambacho naweza nikafanya ndani ya mwezi mmoja na mimi nikaonekana niko pale. Lakini kwa hisia inakuwa ni ngumu sana, hasa kwa sisi ambao tunatoka sehemu ambayo kwamba huwezi kupata hata mtaji wa shilingi 200,000 kwa kupewa moja kwa moja. Sijui mnielewa? Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo mimi nimeviishi, na nafikiri hata hapa pia nimesha kuvizungumzia katika speech mbalimbali, kama hizo shinikizo za kuishi vijana tumechelewa. Lakini pia kwa mfano kama hivi hizo content za biashara ambazo nakuwa naziweka, sio labda kumsoma mteja wako sio na nini. Of course mimi pia ni mtu ambaye ninafanya hizo biashara ambazo pia ziko zinatambulika kwa kifupi. Ni biashara tu za kawaida za kujitafutia tu kipato changu cha hapa na pale, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu anabariki. Kwa hiyo maana yake kwamba ukiangalia vitu vingi ambavyo nakuwa navitumia kwenye kuendesha biashara yangu ni hivi ambavyo nakuwa navizungumza hapa, na ndio maana kabla ya kuvizungumza huwa nakaa chini na nafikiria namna gani ya kuzungumza, namna gani hapa niweke hivyo. Kwa hiyo inawezekana mwingine akavisikiliza akaviona ni vya kawaida, mwingine akasema okay haieleweki, lakini bali professional nasema kwamba ninavizungumza pia ndio ambavyo mimi mwenyewe ninaviishi. Kwa hiyo kuna wakati mwingine naweza nikawa busy kutokana na majukumu yangu ya kibiashara ambazo naziendesha za hapa na pale, kwa sababu hichi ninachokifanya pia kwa namna nyingine naweza nikasema tu kama kuwasaidia watu wengine ambao hawajui au hawakujua kutana hivi vitu. Kwa mfano kama hapa nakumbuka majuzi kuna mtu alinitafuta akasema okay, bwana wewe nimeona speech yako ulikuwa unasema business plan haina haja sijui ukiwa na karatasi moja yenye maswali 6. Sasa mimi mbona yuko nimepewa business plan kubwa sio na nini, au nimetapeliwa? Nikamwambia hapana, kwa sababu sisi watu tuko tofauti na mtu anavyoandika. Maana yake unajua kibongo bongo, ili uweze kupata hela lazima uanze kuandikia makaratasi mengi, ndipo utapopata pesa mdogo. Sababu mimi nikupa tu karatasi 6 ambayo imejibu karatasi moja ambayo imejibu maswali 6, alafu nikwambie bwana anahitaji kiasi fulani, kikweli unaweza ukajaje nini karatasi moja tu nikulipe hivi? Sawa. Kwa hiyo sasa ili na yeye aweze kujitengenezea kipato chake, sababu ndio kuna wengine wanaishi hiyo ndio kazi yao. Kwa hiyo lazima kunundikie makaratasi mengi ili aweze kutoza, aweze kuchaji pesa mzuri.